nikusanyieni. Kwa maana yake nini? Anawajua wale ambao ameweka nao agano kwa njia ya sadaka. Hebu muulize jirani yako, eti una agano na nani? Bwana Yesu asifiwe. Wale waliofanya agano na mbingu, mbingu zinawajua. Mungu anawajua. Mungu anawafahamu. Kristo apewe sifa. Na ndio maana shetani akijaribu kugusa lazima apigwe, kwa sababu kuna agano. Haleluya. Niliwahi kuhudumia mama mmoja. Alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana. Aliniambia, mama, wakati ninafanya biashara kabla sijaokoka, nilikuwa nauza milioni 2, milioni 3, milioni 2.5 kwa siku. Alipookoka ghafla mauzo yakaanza kushuka kiaina. Nikamuuliza swali, ukilala unaota nini? Naota niko milimani nachunga mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Siku nimeingia kwenye maombi na yule dada, ikainuka mizimu ya ukoo. Mizimu inasema huyu ni wa kwetu. Tuliweka naye agano kwa sadaka za mbuzi na kondoo, kwa sababu kila mwaka walikuwa wanakuja kuchinja sadaka kwenye madhabahu zetu. Sasa toka amemjua huyo Mungu wake, hajaweka agano la sawasawa na huyo Mungu wake. Kwa hiyo sisi bado tuna uhalali. Kristo apewe sifa. Bado tuna uhalali na yeye kwa sababu ya sadaka. Maana mpaka sasa hivi bado hajafanya vizuri kwa huyo Mungu wake. Kwa sadaka yetu bado inafanya kazi. Kwa hiyo tunataka awe anakuja kutuletea sadaka, na ndio maana tunaharibu biashara zake. Nikamuuliza, mmefanyaje? Tulienda mochwari. Sikiliza nikwambie, usipokuwa na agano na Mungu, miungu inaweza kukutendea jambo lolote ambalo inaona kwao ni sahihi. Lolote. Ndio maana unapambana na vitu vingi havisogei. Mizimu ikaniambiaje? Tulienda mochwari tukachukua maiti kwenye ulimwengu wa roho, halafu tukaiweka kwenye mlango wa duka lake. Uza sasa. Wewe unafanya biashara na kwenye mlango wa duka kwenye ulimwengu wa roho kuna maiti imelala. Kwa hiyo watu wakija dukani, wanafika mlangoni, ulimwengu wa roho una mawasiliano. Tunaelewana? Hivi wewe hujai kuona mtu anakuja dukani kwako, alafu anasema ngoja niende nitarudi, alafu nipotezee, harudi tena? Unafikiri ni nini? Kuna mshindano katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo wakifika mlangoni wanakutana na maiti, wanapita kulia. Kutoka milioni 2 aliniambia, mama, ninauza 20,000 kwa siku, na siku zingine siuzi kabisa. Tunaingia kwenye maombi, mizimu inasema sadaka. Tuko wawili humu ndani, mimi ni mzimu wa shangazi yake na mzimu wa bibi yake. Kwa nini? Bibi ana jina lakini shangazi alimlea. Kwa hiyo wamekufa, lakini sadaka bado zinanena. Tumesoma kwenye Waebrania, Habili amekufa, lakini sadaka zingali zinasema hata sasa. Kwa bibi amekufa, shangazi amekufa, lakini sadaka zilizotolewa kwa ajili ya binti yao bado zinadai uhalali na haki ya kuendelea kutawala maisha yake. Wako watu wangapi ambao leo sadaka zilizotolewa kwenye mila na desturi mpaka leo zinadai? Nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano na mimi kwa njia ya dhabihu. Mungu anawajua waliobeba agano la sadaka lenye sura ya kimungu. Jaribu kufikiria, huyu dada alikuwepo kanisani, na kule kanisani kwake alikuwa mzee wa kanisa. Haleluya. Lakini miungu inasema huyu ni wa kwangu hata kama yuko kanisani. Kinachowapa uhalali miungu ni nini? Agano la sadaka ambayo ilitolewa kwenye makaburi. Bibi amekufa, shangazi amekufa, lakini agano la sadaka iliyotolewa kabla hawa watu hawajafa, yeye ameingia kanisani, bado agano la sadaka limeweka kumbukumbu na linadai kwamba huyu ni wa kwetu. Mizimu ikaniambia, na ndio maana amejidai kununua gari kwetu.
hatununuagi gari. Somo la mifumo tuliojifunza jana kwamba kwetu hatununuagi gari. Inakuwaje yeye kanunua gari? Mifumo inaniambia ndio maana anaweza akaitoa gari hapa kwenda sehemu fulani kubeba mzigo, akalipwa 1.5 milioni kwa ajili ya hiyo kazi, lakini tukaiharibu gari ikatumia 2 au 2.5 mpaka 3 milioni. Kwa nini? Kwetu hatujawahi kununua gari. Mfumo unasemaje? Hakuna kununua gari. Kwa nini umenunua gari? Kwa nini? Na wakati mfumo hauruhusu gari inunuliwe. Kwa hiyo kinachofanyika nini? Ni kuharibu, ni kuharibu, ni kuharibu. Maisha ya watu wengi yameendelea kuharibika kwa sababu ya maagano ya sadaka yaliyofanywa na kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu na kizazi cha 4. Na mifumo inaruhusu agano liendelee kufanya kazi. Mungu anasema nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano na mimi kwa njia ya dhabihu. Una agano la nani kwenye maisha yako? Nani anakujua kwenye kipande cha sadaka? Kuna watu wanalalamikaga sana, nimetoa sana sadaka. Mungu atishiki na unachotoa. Mungu anatishwa na moyo unaotoa. Sijui kama kuna mtu amenielewa. Bwana asifiwe. Mungu hatishwi na unachokitoa. Hatishwi. Mungu anatishwa na moyo uliotoa. Ndicho anachokiangalia. Ndio maana anasema Habili amekufa, sadaka yake bado inasema. Kwani na Kaini na yeye si alitoa sadaka? Iweje ya Kaini ikataliwe? Nikusanyieni wacha Mungu wangu walioweka agano na mimi kwa njia ya dhabihu. Sadaka inatunza kumbukumbu. Kokote ilikotolewa, iwe ni kwenye miungu ya kwenu, sadaka inatunza kumbukumbu. Ndio maana bibi yako alifariki, leo ukilala unaota watu waliokufa wa ukoo wa kwenu. Kwa nini? Connection ya sadaka imeweka kumbukumbu kwa habari ya miungu ya ukoo wa kwenu, iendelee kukufuatilia kwa njia ya ndoto. Haleluya. Bwana asifiwe. Waebrania 12 mstari wa 24. Sadaka inatunza kumbukumbu. Haleluya. Waraka kwa Waebrania sura ya 12. Bwana asifiwe. Na ule mstari wa 24. Maandiko yanasema hivi, mstari wa 24. Biblia inasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Bwana asifiwe. Haleluya. Ngoja nisome mstari wa 23. Biblia inasema, mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni na Mungu mwamuzi wa watu wote na roho za watu wenye haki waliokamilika na Yesu mjumbe wa agano jipya. Bwana Yesu asifiwe. Na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Unajua sisi wa kizazi cha agano jipya tunatembea kifua mbele kwa sababu ya sadaka. Ukisoma kwenye Injili ile ya Yohana sura ile ya 3 mstari wa 16, Biblia inasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa nini? Sadaka.
Anasema na Yesu mjumbe wa agano jipya, na ile damu inenayo mema kuliko ya Habili. Kule kwenye sura ya 11 tunaona kwamba damu ya Habili inanena mema, hata kama amekufa bado inasema. Pamoja na hiyo, sisi wa agano jipya, damu inayotupa nguvu ya kutembea, ya kuishi duniani, ya kuishi kwa jeuri mbele ya mapepo, sio nyingine isipokuwa ni damu ya Yesu Kristo. Alikufa msalabani, akazikwa. Alipofufuka alitoka na ushindi, sadaka ikakamilika. Mungu alimtoa Yesu Kristo awe sadaka ya kwanza kwa ajili ya ukombozi. Sikiliza nikwambie, ukitaka kuishi kwa jeuri duniani, hebu beba sadaka ya Yesu kama sadaka kwa ajili ya maisha yako. Ibebe damu ya Yesu kama sadaka ambayo Bwana aliachilia. Yaani utaishi kwa jeuri mbele ya miungu. Kwa nini? Sadaka ya Yesu imeweka kumbukumbu kwa ajili ya mwanadamu. Inakuoneaga huruma wewe unaelia, unateseka, Sikiliza. Sadaka ya damu ya Yesu imeweka kumbukumbu isiyofutika milele na milele. Na hiyo ndio inayotupa jeuri wanadamu. Kwa nini? Tulitakiwa kwenda msalabani tukafe kwa sababu ya dhambi. Halafu Yesu akasema, mimi ni sadaka ambayo Bwana amenitoa kwa ajili ya mwanadamu. Acha nigongwe misalaba. Akala misumari, akala mkuki ubavuni. Kwa nini? Sadaka iweke kumbukumbu. Mkumbushe shetani anapokubabaisha. We vipi? Bwana asifiwe. Mwambie shetani hivi, sikiliza, nina damu ya Yesu, jaribu uone. Shetani anakuchokonoa mpaka mboni ya jicho. Bwana asifiwe. Kaweka magonjwa ya ukoo, anapiga uchumi, anapiga ndoa, anapiga watoto, kila kitu shetani anaharibu. Damu ya Yesu mjumbe wa agano jipya ni sadaka ya kwanza, inanena mema kuliko damu zozote ambazo ziliwahi kutolewa kwenye makaburi, kwenye mawe, kwenye mito. Nimekupa ushuhuda wa huyu dada, wakati mizimu imesala, imeinua kifua juu kwamba huyu ni wa kwetu. Nikamwambia, sikiliza mizimu, Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya mwanamke huyu, na sadaka ya damu ya Yesu inanena mema kuliko sadaka za mbuzi ambazo mlipewa kwenye makaburi, mlipewa kwenye maagano yenu. Nami ninaiita damu ya Yesu wakati huu, ninawanywesha damu ya Yesu. Kwa nini? Ni sadaka ya kwanza, inanena mema kuliko sadaka ambayo baba zako walitoa. Inanena mema kuliko sadaka ambayo babu zako walitoa. Inanena mema kuliko damu zilizomwagika kwenye milima kwa sababu ya matambiko. Damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani inanena mema kuliko hata ile ya Habili. Ya Habili si imeweka kumbukumbu. Bwana asifiwe. Ya Habili si imeweka kumbukumbu. Ya Yesu inanena mema kuliko ile ya Habili. Tatizo linalotusumbua, hatujui haki zetu za msingi. Hapo ndo penye kesi. Watu wengi hawajui haki zao. Kwa shetani anatumia ujinga na upumbavu ulioko ndani yetu wa kutokujua haki zetu za msingi. Ndio maana siku ya kwanza nilikufundisha kwa habari ya uumbaji, na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu akatawale. Bwana asifiwe. Hebu fanya hivi, akatawale. Inakuwaje unaonewa kiasi hicho? Yaani inakuwaje watoto wetu wanakuwa na mapepo mengi kiasi hicho? Si ni kwa sababu sisi wenyewe tuliwachukua tukawapeleka ziwani. Pambana kuwatoa. Kwa nini? Damu ya Yesu inanena mema kuliko samaki aliyekula kitovu cha mtoto wako. Bwana asifiwe. Kwani wewe hujui kitovu ni nyama? Ulikitumbukiza ziwani, afu samaki akapata msosi. Alipopata msosi, shetani akasema huyu ni wa kwangu. Hivi nyinyi mnajua shetani ni mpumbavu sana.
dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana na vimeumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Halafu shetani akalikamata ziwa akasema la kwangu, la kwangu. Alimjaribu hata Yesu kwenye Luka sura ya 4. Alishuka akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu. Hivi nataka nikuulize swali, shetani hakujua kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu? Huwaga anajaribu, akijaribu akikuona uko legelege anapiga. Tunaelewana? Alimjaribu Yesu, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, hivi vyote unavyoviona ni vya kwangu, halafu umpa ni mtakaye. Swala ni moja tu, piga goti nisujudie, halafu nitakupa. Hakujua kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu. Huwaga anajaribu, na ukiingia kwenye 18 zake lazima apite na wewe. Kristo apewe sifa. Haleluya, haleluya. Na Yesu mjumbe wa agano jipya, damu yake inanena mema kuliko ya kondoo aliyechinjwa kwa ajili yako. Niliwapa ushuhuda wa mtoto wangu. Haikuwa kesi nyepesi kwa dogo, mizimu imesala. Inaniambia, wa kwangu ulitupa kwa sadaka, tunaye kwenye kaburi na leo tunamtaka tena, una bahati ungezika. Nikamwambia, wanazikaga wajinga. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Nikamwambia, leo ninakunywesha damu ya Yesu. Na kipindi hicho nilikuwa mchanga, sijawa hata jeuri kama sasa hivi. Yaani tena ningekutana naye leo. Bwana asifiwe. Kwa sababu kipindi kile nilikuwa bado hata sijaelewa sana haya mambo. Lakini kadri siku zinavyokwenda nimeendelea kujua ukweli. Yaani shetani atanibabaisha kwa lipi? Kwa mfano, yaani anapita mlango gani? Hata wachawi wa hapa mnaelewa, maana mmehangaika we, toka tumeingia Nyamikoma mmepambana we. Ukianza kuniloga mimi, anza kwanza kumloga mzee wa siku. Ukimalizana naye ndo uje kwangu. Hebu jitengeneze hayo mazingira. Mwambie hivi, mchawi unataka kuniloga mimi? Anza kwanza kumloga aliyekufa msalabani kama utamuweza. Ukimalizana na yule aliyekufa msalabani, njoo sasa na kwangu. Hapiti. Yaani hiyo jeuri anaitoa wapi? Anamjua Yesu. Yesu alipokufa msalabani alimshukia kuzimu siku ngapi? Watu wanafikiriaga lile tukio la siku 3 Yesu kukaa kaburini alikuwa amekaa tu. No, alikuwa na kazi maalumu ya kumalizana na shetani, ili kwamba akitoka anatoka na mamlaka. Siku 3 zilimtosha shetani kumaliza kazi. Na Biblia inasema alipotoka kuzimu alikuja amebeba funguo za mauti na kuzimu. Kamaliza kazi. Kristo apewe sifa. Kama alishughulikiwa 3 tu, wewe una miaka mingapi ya kumshughulikia shetani? Yaani unaendeleaje kumpa shetani nafasi na kibali? Nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano na mimi kwa njia ya dhabihu. Mwambie Bwana Yesu, dhabihu hii leo ni ya kiagano, halafu ninaiwekea alama ya muhuri wa damu ya Yesu. Kwa nini? Damu ya Yesu mjumbe wa agano jipya ni ile ya kunyunyizwa, inanena mema kuliko ng'ombe ambao baba zangu walichinja, kuliko kuku niliowatoa kwa mganga, kuliko chochote ambacho shetani alipokea kama alama kwa ajili yangu, na kimeweka kumbukumbu. Sadaka inafuta kumbukumbu za mwanzo, inaanza mfumo mpya. Si unataka mfumo wa maisha mapya, mfumo uliobadilika kutokea kwenye kile unachokijua kuja kwenye mfumo mwingine? Tengeneza sadaka. Mwambie Bwana Yesu, leo nataka kufuta kumbukumbu. Jambo la pili, sadaka ina tabia ya kujenga madhabahu mpya ya baraka. Unapotoa sadaka yako yoyote, mwambie Bwana Yesu, nataka kujenga madhabahu mpya. Kristo apewe sifa. Ili kushinda madhabahu iliyofungwa, unahitaji kusimamisha madhabahu nyingine yenye nguvu zaidi kupitia sadaka. Na sadaka yako inakuwa na msingi wa agano jipya kati yako na Mungu. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Waamuzi
Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Kristo apewe sifa. Kitabu cha Waamuzi, haleluya, kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6 na ule mstari wa 25. Biblia inasema hivi: ikawa usiku huo huo ndipo gara zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Mheshimu Bwana kwa mali zako. Bwana asifiwe. Nataka kuwauliza watu wanaopambana sana kutafuta hela. Kuna mtu niliuliza hata siku ya kwanza, shilingi ngapi zimeshapita kwenye mikono yako? Shilingi ngapi? Lakini shilingi ngapi ulifanyia kitu chenye akili kinachoonekana? Jinsi unavyoishi na fedha unayoipata ni vitu viwili tofauti. Unatumia nguvu kubwa sana kupambana kwa ajili ya kutafuta kitu, lakini cheki unachokipata na matumizi yake ni vitu viwili tofauti. Hadi wewe mwenyewe unajiuliza, hivi mimi nilikuwa na 200 hapo, nilikuwa na 200, nimenunua nini tena? Unachukua karatasi hivi unaanza kuandika 10,000 mafuta ya kula, 10,000 sijui hata sikumbuki tena nyingine nimetumia nini, afu unaiacha, unaendelea na safari. Umepata 20,000 tu, maana 10,000 ulinunua mafuta, 10,000 ukanunulia sabuni, nyingine ukumbuki, lakini 200,000 imeisha. Kristo apewe sifa. Wangapi wanapambanaga na hiyo hali ya kupoteza hela kwenye mazingira yasiyo, yani mazingira tata? Wangapi wanapambana na hiyo kashikashi kwenye maisha yao? Zinaondoka tu alafu ujui zimeondokaje. Mungu hakutuumba kuishi kwenye huu uharibifu. Mheshimu Bwana kwa mali zako. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimu Bwana kwa mali zako. Haleluya. Na kwa malimbuko ya mazao yako, ndipo gara zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika. Unatamani kuona kitu cha tofauti kwenye uchumi wako? Mpe Bwana heshima ya kwanza kwa kumpa sadaka inayofurahisha. Kumbuka nimekwambia, Mungu haangalii unachotoa. Mungu anaangalia moyo unaotoa. Yule mwanamke mjane wakati wa Yesu kwenye sanduku la sadaka aliweka senti 2. Akaja tajiri akaweka mamilioni. Halafu Yesu anasema, nawaambieni huyu ametoa zaidi. Kwa nini? Moyo uliotoa sadaka. Kornelio kwenye ile sura ya 10 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia inasema sadaka zako na sala zako zimefika kwenye kiti cha Baba, nazo zimekuwa ukumbusho. Alitoa, alitoa, alitoa. Mungu akaitakabali sadaka ya Kornelio kwa kutazama moyo wa Kornelio uliotoa. Kumbuka Kornelio alikuwa Farisayo, kwa namna nyingine hakumjua Yesu, lakini kwa sababu alitoa ile sadaka ikasema mbele za Baba. Sadaka inaongea, inapoongea inabadilisha mfumo wa maisha ya mtoa sadaka. Kristo apewe sifa. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Nataka tuende kwenye maombi jioni ya leo. Mungu aingilie kati kwenye maisha yetu. Mimi sijui, haleluya, mimi sijui wewe umeshikiliwa wapi, kwa sadaka gani, na wakati mwingine hata wewe hujui. Mimi siku nilipokamata mzimu wa baba yangu, ndio unaniambia kwamba ulitoa sadaka siku ile ulipojifungua, simlichinja mkafanya na agano. Nikajua kumbe kuna hii sadaka ndio inayodai, ndio inayodai. Na hakuna sadaka mbaya zinatudai sana wana wa Mungu kama sadaka za damu, kama sadaka za damu. Sadaka za damu zina matamshi makubwa sana mbele za Mungu.
na zimetuzuia kwenye vitu vingi. Niwaambia watu, jaribu kufikiri uzaliwe kwenye ukoo kama wa kwangu. Toka nilipozaliwa miaka hiyo, mzee amefariki mwaka 90. Kila mwaka ngoma ilikuwa inakula ng'ombe wa kutosha kwenye madhabahu. Kila mwaka, sio mwaka toka nimezaliwa, kwa sababu sisi tunazaliwa mzee anamiliki ng'ombe. Na kama umetoka kwenye ukoo kama wa kwangu wa matajiri ng'ombe, uponi na matambiko, Kristo apewe sifa. Kulichinjwa ng'ombe wa kutosha, damu zikamwagika. Usifikirie kwa nini nimekupa ushuhuda. Niliamua kufanya makusudi kuhakikisha kwamba napaua kanisa. Kwa nini? Madhabahu, ili Bwana aingilie kati. Na kadri siku zinavyokwenda, sijamaliza mimi kupigana na mizimu ya kwetu. We kama unamalizaga, hongera yako, lakini mimi kama mimi sijamaliza mpaka leo kupambana na mizimu ya kwetu, kwa sababu sikuungamanishwa mimi kwa mizimu kwa siku moja. Kila siku niko vitani kuhakikisha Mungu anaingilia kati. Namuomba Mungu anisaidie kesho nifundishe kwa ufupi sana, na tuwe na kazi ngumu ya kugonga madhabahu tulizozaliwa. Nimekwambia sadaka ni alama, ni kitu chochote. Mimi niliamua kujenga madhabahu mpya kwa kupaua kanisa. Hiyo ni mimi, ni kitu chochote ambacho mtu anakibeba kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Na ndio maana huwaga ninamtumikia Mungu kwa fedha zangu bila kujali. Bila kujali. Kwa nini? Najua natengeneza madhabahu. Naweza nikaandaa semina na ikagharimu fedha nyingi sana. Namwambia Bwana Yesu, semina hii ninaiandaa, ninajua ninahitajika kulipia ukumbi, kulipia hiki, kulipia kile. Uishivyo Mungu wa Israeli, hii ni sadaka yangu ya kujenga madhabahu. Yaani naendelea kujenga madhabahu ya Bwana kwa njia ya sadaka. Usijenge siku moja ukasema nimemaliza. No, hatumalizagi hizi mambo. Njoo uchukue bahasha, wewe ambaye unatamani kesho tuvunje madhabahu za kwetu ambazo zimeweka mifumo isiyofaa, lakini tumjengee Bwana madhabahu iliyo bora. Daudi akajenga madhabahu kwenye kiwanja alichokinunua kwa Arauna. Alipomaliza kubomoa madhabahu za Baali zilizoambatana na ugonjwa wa tauni, akajenga madhabahu ya Jehova, akajenga madhabahu ya amani. Akamjengea Bwana madhabahu ya amani, akamjengea Bwana madhabahu ya amani, akamjengea Bwana madhabahu ya amani. Kwa hiyo chukua bahasha. Watoto mlichukua bahasha juzi na hamjazirudisha. Naomba watoto wote msichukue bahasha. Mlichukua bahasha juzi na hamjazirudisha. Kwa hiyo naomba watoto, kama mzazi yupo hapa, naomba aje amchukulie mtoto bahasha. Lakini ninaomba watoto wasichukue bahasha. Ninaomba watoto wasichukue bahasha. Kama mzazi uko hapa, njoo mchukulie mtoto wako bahasha. Kama unatamani mtoto wako pia asimame kwenye maombi ya kesho, njoo uchukue bahasha kwa ajili ya mtoto wako. Kesho tutakuwa na maombi maalum sana, maalum sana, maalum sana, maalum sana, maalum sana na ya kitofauti. Kesho. Na Mungu anisaidie tuanze angalau mapema kidogo. Najua leo tulikuwa na changamoto za umeme, lakini nawashukuru sana mafundi mitambo kwa sababu najua tumeshakaa sawa. Naomba bahasha ziongezwe tafadhali. Chukua bahasha, lakini naomba hivi, naombeni bahasha. Simama juu. Palipoinuka wewe ni mfalme, twakuabudu wewe